Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Napenda kumshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ameiachilia tena siku njema, siku ambayo imekuwa njema kwetu. Tunaendelea kumtukuza Mungu kwa kibali hiki ambacho kila mmoja amempa kuweza kuendelea tena na maisha ya kawaida. Ni jambo la kumshukuru Mungu, mtumishi wa Mungu, unapomuona Mungu kila wakati anakupa neema ya kuishi. Maana yake kuna kusudi ambalo amelipanga katika maisha yako uweze kulitimiza. Mungu huwa anaachilia siku na anaachilia majira kwa kila mmoja ili kusudi aweze kulitimiza lile kusudi alilomletea duniani. Duniani hatujaja tu kutembea, kulima, kufanya biashara, kufanya mambo mengine na baadaye tufe. Ila Mungu ana kusudi maalum ambalo alimleta mwanadamu kwenye huu uso wa dunia. Na kusudi hilo ni kumdhihirisha yeye na kumwabudu yeye. Katika mambo yote anayoyafanya, katika kazi zote anazozifanya, lazima umtangulize Mungu. Ujue kwamba Mungu ndiye aliyekufanya kukuleta kwenye huu uso wa dunia. Basi nipende kumshukuru Mungu kwa utangulizi huo. Sasa nikulete kwenye sehemu ya 4B ambayo nilitambulisha kwamba nitaligawanya hili somo katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ile ambayo inazungumzia matendo, ile sehemu ya 4A ilikuwa inazungumzia mtu akiokoka lazima matendo yake yabadilike. Nilianza kuyachambua matendo ya mtu anayeenenda kwa roho. Matendo hayo nimeyachambua. Kwa sasa hivi nitayataja tu kama summary kwa ufupi, lakini kwa kina zaidi nimeyachambua na kuweza kuyafundisha katika ile sehemu ya 4A. Katika summary hii ile Wagalatia 5 ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Biblia inaposema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria, inamaanisha kwamba mtu akiishi kwa mambo haya, akayafata haya mambo, manake huyu mtu hakuna sheria itakayomfunga wala hatapatikana na kosa. Manake mtu huyu akienenda katika mambo haya, huyu ndiye mtu tutakayosema anaenenda katika roho, anatenda matendo ya watu wanaoenenda katika roho. Basi leo katika sehemu hii ya pili, hii ya 4B, ninakuletea sasa watu ambao wanakiri wameokoka, lakini bado wanaenenda katika matendo ya mwili, bado wanaufuata mwili, bado wanayofuata matendo ya mwili. Na ukumbuke tu ndugu mtazamaji wangu, nimesema kwamba somo langu ni kuokoka ni kuhama. Kuhama simaanishi kuhama mtaa unaoishi, wala nchi unaoishi, wala kijiji, wala mkoa. Na maanisha uhame kinyanja, kimatendo. Yani ule utendaji kazi wako, yale matendo yako na mienendo yako ibadilike. Kule utakapobadilika mienendo yako, manake tayari wewe umehama, umetoka kwenye shimo la uharibifu, umeingia kwenye shimo, umeingia katika mahali salama. Manake umeokolewa kutoka shimoni, umeletwa sasa kwa Mungu. Ndio maana tunaita kuokoka. Kuokoka ni kuachana na matendo kama haya ambayo nitayazungumza, matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni matendo ambayo mtu anayatenda kwa ajili ya matakwa ya mwili wake. Mwili ndiye unaomuongoza. Basi ndugu msikilizaji wangu, nipende sasa kumshukuru Mungu kwa utambulisho huo, kisha tuende moja kwa moja kwenye matendo ya mwili. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uweza, ninakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji wangu wote unaowapa kibali cha kufuatilia chaneli hii. Asante mfarume mwenye nguvu. Asante Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya uwezesho wa kila mmoja kumpa neema ya kuendelea kufuatilia. Bwana, naomba tujalie tuweze kujifunza, ili hatimaye Bwana tuifikie lile kusudi lako la kuweza kufikia ujuzi wako na kima chako Kristo, ili kila mmoja apate
kuishi hapa duniani kisha kuokolewa kuingia katika ufalme wako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninaomba. Amen. Basi ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, twende moja kwa moja sasa kwenye hii Wakorinto, hii Wagalatia 5 ule mstari wa 19. Hapa nazungumzia mtu anayetenda matendo ya mwili. Haijalishi anajiita ameokoka, lakini kama bado haya matendo bado anayaendekeza, maana yake huyu mtu hajabadilika, huyu mtu hajahama. Tunasema kuhama kimatendo, maana yake kuyaacha, maana yake kuyaacha hayo matendo. Na sio ilivyozoeleka kwa Wapentekoste. Wengi wanajiita Wapentekoste lakini sio Wapentekoste kwa uhalisia, kwa sababu wengi wanajua kwamba atatenda haya matendo baadaye ataenda kutengeneza. Swala la kuijua dhambi na ukaitenda kwa makusudi ukilenga kwamba utatengeneza, hao ndio watu tunaosema wanamkufuru Roho Mtakatifu. Tunatarajia kwamba mtu akitenda haya matendo ni kwamba imetokea, sio kwamba amejiandaa kuyatenda halafu tena aje atafute muda wa kwenda kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtumishi wa Mungu, nipende sasa kukuleta moja kwa moja ile Wagalatia 5:19 inasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, urafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Manake haijalishi una cheo kikubwa, haijalishi unavaa kola, haijalishi una miaka 50 kwenye wokovu, haijalishi una historia ngumu kiasi gani, haijalishi unatembea mapepo yanakutii, haijalishi unaombea wagonjwa wanapona, lakini kama bado unaenenda katika matendo haya ambayo Biblia inayabainisha waziwazi. Haya ni matendo ambayo Biblia imeyabainisha, wala haijataja kwa ujumla, imetaja tendo moja moja na mwishoni ikayabainisha na yale yanayofanana na hayo. Mtu akiyatenda hayo, Mungu anasema nawaambia mapema ya kwamba mtu asitarajie kuurithi ufalme wa Mungu, asitarajie kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuurithi maana yake kuumiliki, kuingia maana yake kuwa sehemu ya huo ufalme. Mtu atendaye mambo ya jinsi hiyo asitarajie kwamba ataingia wala ataurithi ufalme wa Mungu. Basi ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, twende sasa nianze kuchambua tendo moja baada ya jingine. Nikianza na uasherati. Mtu anayetenda uasherati, huyo asitarajie kuurithi ufalme wa Mungu. Nimetangulia kusema kwamba lengo la kuokolewa, lengo la kumtumikia Mungu, lengo la kuingia makanisani na kuabudu, lengo la kumwimbia Mungu, lengo la kuhubiri, lengo la kufanya ibada ni kwamba mambo yote hayo tuyafanye, lakini lengo kuu ni kuingia ufalme wa Mungu. Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni alikuja kuutangaza ufalme wa Mungu, ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na kama umekaribia akasema basi tubuni mpate kuondolewa dhambi zenu, mpate kusamehewa makosa yenu. Kutubu ni kugeuka, kutubu ni kuacha, kutubu ni kukiri pamoja na kuacha dhambi. Manake mtu akishabaini kwamba hili ni kosa, akasema Mungu, nimekosa katika hili,
dhambi, Mungu nisamehe. Na akishakiri ya kwamba amekosa katika hilo, maana yake ayaache sasa, aendelee kuishi sawasawa na toba yake, aendelee kuishi sawasawa na jinsi alivyokiri. Bwana Yesu asifiwe. Maanake mtu akikiri kuokolewa, akikiri kumfuata Kristo, maana yake anatakiwa ajiepushe na matendo haya. Nimeanza na tendo la kwanza ambalo ni tendo limetajwa kwenye Biblia hii, wa Galatia 19 imesema kwamba uasherati. Katika uasherati, tukifuata kwenye ufafanuzi wake tunaupata kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile 6. Wakorinto wa kwanza 6. Wakorinto wa kwanza 6 ule mstari wa 18. Wakorinto wa kwanza 6 ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba uasherati tunaozungumzia ni mambo yote ya zinaa, mambo yote ya uzinzi, mambo yote ya yale ambayo ulimwengu unajisifu kwayo. Watu wanajisifu ya kwamba nina wanawake kadhaa, anajisifu yeye anakubalika na wanawake, anakubalika na wanaume, ametembea na wanawake wengi. Biblia inasema ikimbieni zinaa, ikimbieni zinaa. Biblia inapozungumza kuikimbia zinaa, maanake zinaa ni dhambi mbaya mno, dhambi ambayo mtu anaitenda juu ya mwili wake, anaiharibu hekalu lake, analichafua hekalu lake, anachafua hekalu ambalo Roho Mtakatifu anaingia, hekalu ambalo Roho Mtakatifu anaingia. Kwa hiyo zinaa imeonekana kuwa dhambi ambayo imezoeleka kwenye ulimwengu wa sasa, hasa kwa watu wanaojiita wamekoka. Wengi wanapenda kutenda zinaa wakitarajia kwamba wataenda kutengeneza, lakini Biblia inasema ikimbieni zinaa. Kuikimbia manake tuiogope. Hiyo ni dhambi ambayo mtu anajichafua yeye, anajichafua yeye. Yusufu wakati amekabiliwa na jaribu la uzinzi, jaribu la zinaa na mke wa bosi wake Potifa, alikimbia, alisema nitendeje uovu huu nimkose Mungu wangu? Nitendeje uovu huu nimkose Mungu wangu? Kwa hiyo kumbe zinaa ni dhambi ambayo ni hatari kwa mtu ambaye anautarajia kuingia ufalme wa Mungu. Na Biblia imesema, imetangulia kutuambia, imesema ya kwamba watu watendao mambo kama hayo wasiutarajie ufalme wa Mungu, wasiutarajie kuingia, wasitarajie kuurisi ufalme wa Mungu, wasitarajie kuumiliki ufalme wa Mungu. Watu wanaotenda zinaa, watu wanaotenda uasherati, watu wanaotenda mambo ya uzinzi, wanaojinufaisha kwenye ulimwengu huu, wanaojiuza, wanaonunua, wote wamejumuishwa kwenye dhambi ya zinaa, kwenye dhambi ya zinaa, kwenye dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa ni dhambi ambayo imezoeleka. Watu wanatarajia kwamba nitatenda zinaa, tutafanya uzinzi. Vijana hajaoa, hajaolewa, lakini anazoelea zinaa, wakati Biblia inasema ikimbieni zinaa.
Kwa hiyo mtu akitaka kumfuata Kristo, akitaka kuukulia wokovu, akitaka kuwa mtu wa kiroho, lazima aiepuke zinaa, lazima aikimbie zinaa, lazima ayaepuke mazingira ya zinaa, lazima ajiepushe na kila namna ambayo inaashiria kwenda kutenda dhambi ya zinaa. Lazima uyajue mazingira, lazima uyajue maongezi, lazima ujue hii fikira inanipeleka wapi, inanipeleka kwenda kutenda dhambi ya zinaa. Haya mazungumzo yanatupeleka wapi? Tutaongea zungumzo la kwanza. La pili, tayari Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Mtu kuja kutenda dhambi ya zinaa, Roho ameshamuonya mara kadhaa. Roho wa Mungu amemkemea, amemuonya mara kadhaa, lakini kwa sababu ya moyo wake kuufanya mgumu mpaka anaenda kuanguka kwenye dhambi ya zinaa, ameshaonywa mara nyingi. Ndio maana neno la Mungu linasema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hapana dawa ya kumtibu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapomuonya mtu, anapomuonya mara kadhaa kwenye dhambi hiyo ya zinaa, maanake kuna mazingira Roho Mtakatifu anakuambia haya mazingira ni mazingira ya zinaa. Epuka haya mazingira, jiepushe na haya mazingira, epuka haya mazungumzo. Haya mazungumzo yanakuvuta kwenda kutenda dhambi ya zinaa. Lazima mtu awe mjanja, maana Biblia imesema tuwe wajanja kama hua na tuwe welevu kama nyoka, kwamba likitokea kama mazungumzo haya yanakuvuta kwenye uzinzi, kwenye uasherati, lazima uyaepuke. Nikisogea tena tendo jingine, napenda niachambue, angalau Mungu akiniwezesha yote, lakini kama itashindikana basi, lakini nilichokuwa natamani niachambue matendo yote ambayo hayafai kutendwa na mtu ambaye amepata kuokolewa, ametoka kwenye shimo la uharibifu. Nikianza na tendo la pili, uchafu. Tukitazama kitabu cha Waefeso 4:19, uchafu. Efeso 4:19, neno la Mungu linasema, Efeso 4:19, neno la Mungu linasema, ambao wakiisha kufa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi, wanajitia katika mambo ya ufisadi. Nitarudia, Waefeso 4:19, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu. Hapa umezungumzwa ufisadi. Uchafu unazungumziwa uchafu wa matendo. Mtu hajali kwamba hili tendo nalolitenda ni tendo linamtukuza Mungu. Yeye ili mradi hata kama anapata kipato, hajali hiki kipato ni kipato halali kwangu. Yeye ni kupokea tu, yeye ni kukusanya. Haangalii kwamba hiki kipato ninachokipata kinatokana na utakatifu, kinatokana na mambo mema. Hajalishi, yeye anapenda ufisadi. Amepewa kusimamia idara fulani, lakini kwa sababu yeye hajali roho yake, hajali mambo ya kiroho, yeye ni kukusanya, ni kutapanya mali za kampuni, ni kufanya ufisadi, ni kufanya uharibifu wa mali. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tukikiri kuokoka, lazima tujali usafi wa roho zetu. Lazima tujali usafi wa roho. Tujiepushe na uchafu. Tujiepushe na uchafu wa kila namna. Tujiepushe na ufisadi wa kila namna. Tujiepushe na namna yote ya uchafu. Uchafu wa matendo, uchafu wa vipato, tujiepushe nao. Tendo la tatu ni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Niangalie ile Wakorinto 1:10. Wakorinto wa kwanza 10:14. Wakorinto wa kwanza 10:14. Wakorinto wa kwanza 10:14.
kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Hapa ni mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza na kanisa la Korinto, anawaasa waikimbie ibada ya sanamu. Leo kuna watu wengi wanakiri kuokoka, lakini bado wanaenenda katika mila, wakitumisha mila za kipagani, wakitumisha mila za kuabudu miungu, wakiendelea kushirikiana na ndugu zao ambao hawajaokoka kuiazimisha hiyo miungu. Kama kuna miungu iliyokuwa inaabudiwa kipindi wao hawajaokolewa, lakini bado wanaendelea katika hiyo. Biblia inatusema tuikimbie katika mambo ambayo Biblia imesema kuyakimbia. Amesema tukimbie uasherati, wala tusijadili kwamba ni namna gani naweza nikaepusha, labda kuna hekima. Ni kukimbia pale. Ukiona ni mazingira ya uasherati, ni kukimbia. Cha pili ambacho Biblia imesema tukikimbie ni ibada ya sanamu. Ukikuta watu wanaazimisha miungu, wala haupasi kujadili uhalali wake, wewe pale ni kujiepusha, ni kukimbia, ni kujitenga nao, wala hakuna majadiliano. Cha msingi wewe ni kuambia, mimi katika hayo si miongoni mwenu, katika jambo hili mimi sio miongoni mwenu. Ikimbie ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu inakufanya uingie kwenye laana ya kuabudu miungu, ujifanye kuingia kwenye ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo watu wanaokiri kuokoka lazima waijue ibada ya sanamu, wajiepushe nayo, wajiepushe na kushiriki ibada za sanamu, ibada za kujengelea makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna miungu inaazimishwa hasa kwenye kabila ya Kisukuma, wanajengelea makaburi huku wameabudu. Jambo la kushangaza, wale na wanaojiita wameokoka wanahudhuria kwenye huo ujenzi, lakini cha msingi ambacho kinafanyika kabla ya kufanya ujengeleaji wa makaburi, kuna ibada inatangulia, kuna maabudu yanatangulia, kuna kuchinja kunatangulia, kuna sherehe zinatangulia, na baada ya sherehe hizo, baada ya kujengelea, kuna sherehe tena zinatangulia, zinaisindikiza hiyo ibada. Ile inageuka kuwa ibada. Kulijenga kaburi kwa hali ya kawaida sio kosa, lakini kulijenga pamoja na taratibu. Lazima wenzenu, utasema kwamba nitatoa mchango, lakini wenzako watakuwa wametangulia kwa mganga wa kienyeji, wakapewe taratibu ya kwamba ili mlijenge ili kaburi la ndugu yenu, mnatakiwa mlete hiki, mlete na hiki, mlete na hiki. Kwa hiyo mtu anayekiri kuokoka akiendelea kutimiza hizo mila, anaungamanishwa kwenye ibada ya sanamu bila yeye kujijua. Kwa hiyo lazima tujiepushe na ibada za sanamu, tujiepushe na mazingira ambayo yanatuungamanisha kuendelea kuziabudu hizo ibada za sanamu. Kushiriki kwenye ibada za sanamu, lazima tujue, tuwe wajanja wa kujua mazingira haya. Mazingira ya ukoo wetu wanapenda kuabudu miungu. Kwa hiyo lazima nijiepushe na ibada hizo, lazima nijitenge na hizo ibada, lazima nigeuke, niondolewe, nitoke kwenye ibada hizo, nizikimbie. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, leo nitaenda kwa kasi kwa sababu najua kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa niyapitie. Uchawi. Tendo lingine ambalo mtu akiokolewa lazima ahame ni kuhusiana na uchawi. Lazima ajiepushe na uchawi, aachane na uchawi, akusanye mizigo yote ya uchawi na aichome, ajitenge na uganga na ushirikina. Wakorinto wa pili ile 11. Wakorinto wa pili ile 11. Wakorinto wa pili 11 ule mstari wa 14. Nitasoma kwa msaada wa Mungu wetu. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake
nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Yaani shetani anajigeuza kuwa malaika wa nuru, si zaidi ya wale watumishi wake wanaomtumikia shetani nao kujigeuza. Maana kama baba yao ana uwezo wa kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru, maana yake anatumia uchawi. Kwa hiyo hata watu wanaomtumikia ambao ni waganga wa kienyeji, ni wasoma ramli, wale wapiga ramli, wale wasoma nyota, wote hao wanajigeuza kwenda kufanyika kama watu wanaotabiri maisha ya watu, wanaohudumia watu, wanaosaidia watu, wanaokuja na masuluhisho ya watu. Kumbe ni watumishi wa shetani. Ni watumishi wa shetani. Hakuna mganga wa kienyeji ambaye atamtumikia Mungu aliye hai. Maana maandiko yanasema hivi, hapana uganga juu ya Israeli wala uchawi juu ya Yakobo. Maanake hakuna kitu kinachoitwa uganga kwa watu waliookolewa. Haijalishi utatumia tu dawa za kienyeji bila kwenda kwa mganga. Wengi wanajitumainisha katika hilo, ya kwamba mimi nitameza mizizi tu, nitameza dawa za kienyeji tu. Hapana, yule aliyeijua hiyo dawa ya kienyeji, yawezekana ni mchawi, alimfundisha ndugu yako, na ndugu yako akaja kukuletea wewe. Kwa kuwa wewe unajua ni ndugu yako tu, kumbe ndugu yako ndiye aliyeenda kwa mganga. Manake pamoja na wewe umeungamanishwa kwenye grupu hilo hilo la wachawi, na wewe umekuwa sehemu ya kusapoti hiyo kazi ya kiganga na kishirikina. Kwa hiyo mtu akiokolewa lazima ajitenge na uganga, ajitenge na uchawi, ajitenge na miungu, ajitenge na ushirikina, ajitenge na uasherati, ajiepushe na mambo yote ambayo yatamfanya yeye kuwa chini ya umiliki wa ufalme wa giza, na yatamfanya aukose kuingia mji mtakatifu, akose kuurisi ufalme wa Mungu aliye hai. Swala sio kuabudu. Swala ni kwamba yale unayoyatenda yatakufanya kwenda kuurisi ufalme wa Mungu. Hili swali inatakiwa kila mmoja wetu ambaye amekiri kumfuata Kristo, ambaye amejitia nia kumfuata Kristo, awe na swali la kujiuliza, haya matendo ninayoyatenda, haya mambo ninayoyafanya, je, yananifanya mimi kwenda kuurisi ufalme wa Mungu? Haijalishi nina kampani kiasi gani, haijalishi ninakubalika namna gani, haijalishi ninakataliwa namna gani, lakini kama mambo haya ninayoyatenda ni mambo ya haki ambayo yatanifanya kwenda kuurisi ufalme wa Mungu, manake hayo mambo unatakiwa kuyatenda na zaidi na zaidi. Lakini kama mambo yanakutenga na ufalme wa Mungu, ya kupasa ubadilike, hata kama kuna mtu hajakuambia, hata kama kuna mtu hajakuonya, hata kama kuna mtu hajakuona, ya kupasa kurekebisha, uyabadilisha hayo matendo, uyaache hayo matendo. Hata kama kuna watu wengi watakuambia uko sawa, watakusapoti kwenye hayo mambo, lakini kama roho yako inakushuhudia ya kwamba yale uyatendayo hayakupi sifa ya kuurisi ufalme wa Mungu, lazima ujiepushe nayo, lazima uyaache, ujitenge nayo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Ulevi. Ile Wakorinto wa kwanza 6. Wakorinto wa kwanza 6. Ulevi. Wakorinto wa kwanza 6 ule mstari wa Wakorinto wa kwanza 6. Wakorinto wa kwanza 6 ule mstari wa 10. Wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Nikirudi ile, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurisi ufalme wa Mungu,
waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi wa pombe. Wewe unayesema kwamba kanisa letu linaruhusu kunywa pombe, Biblia inasema hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Utasema mtumishi wa Mungu, pale umesema ulevi, haujasema pombe. Ngoja nikuletee ufafanuzi zaidi katika Biblia hii ya Kiswahili cha sasa inavyozungumzia habari za ulevi. Ndugu mtazamaji wangu, ikitokea video yangu ikakata kabla sijafikia, tutaendelea, nitakuwa na sehemu ya 4C. Kwa hiyo naomba uvumilivu wako, maana natamani niyachambue haya matendo kiasi kwamba kila mmoja tupate kuelewa, ili tunapomtumikia Mungu tumtumikie katika haki na kweli. Ile Wakorinto wa kwanza 6, napenda nikufanulie kwenye 6:10. Wala wezi, wala wenye tamaa mbaya, wala walevi, wala wanaodhihaki, wala wanyang'anyi. Kwa hiyo ndugu mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa ajili ya ufafanuzi huu. Kwa hiyo yule ambaye anajitumainisha ya kwamba yeye katika mambo ambayo anayafanya yawezekana kanisa lake linaruhusu, swala sio kanisa linaruhusu, swala ni Biblia inaruhusu. Kama Biblia imesema usifanye, haijalishi anayekwambia ufanye ana sifa zipi. Biblia ndiyo